Juma, nataka nikwambie kitu. Biba lako inanoga hivi? Kikandimu inanoga? Nataka nikwambie kitu. Hivi unajua Chidi ametumia gharama sana kwa yule mwanamke mpaka kufikia kwa hatua ya kamsomesha. Si wanasema mchumba asomeshwe. Lakini ndugu yetu yule kauza suti, kajichanga alikuwa anampeleka binti wa watu shule. Juma, mbona Juma, kinachokufurahisha kipi? Mbona unataka kunichekesha hapa? Uongo. Hapo. Mimi nakupa uchunguzi wangu wa vitu vyangu nilivyopekenyua. Kwamba bwana yule kamsomesha binti wa watu, alafu wewe unakuja kuleta masiara kutaka kuvunja mpaka ndoa yake. Radio Maria. Shule chuo yule ni graduator. Tulia sasa leo nikwambie. Nikupasha habari kuingie. Yule binti taaluma yake alichosomea ni sheria. Mwanasheria mkuu wa serikali alitakiwa kuwa. Umeelewa vizuri? Yule binti ile kazi haiwezi kwa sababu ya upole wake, afu kazi ile haitaki upole, nataka ngumu kidogo. Hukumu ikitoka imetoka, yule binti kasema mimi siwezi kazi ya dhambi. Umeona? Kwa mpaka anasoma alikuwa wapi? Mama yake ndo kasomea ile kazi. Mama yake kwa anatamani mwanae arithi ile kazi. Kunywa barafu langu liwa. Umetupa huko Juma, umetupa chini. Unanichanganya, umeniconfuse. Umeelewa vizuri? Alikuwa anatamani afanye ile kazi. Yule mtoto kasoma kwa minadi ya mama yake, mzazi amfurahishe. Na kweli kaweza kumfurahisha mama yake hapa? Ipo. Mama yake ana sehemu ambazo za kunani kwa lazima watu hela kukopesha hela tu hela. Upatu. Sio upatu. Kajisajili kiserikali kabisa. Ana leseni zote. Microfinance. Hizo. Hilo ndio linishinda. Hao wanachukua riba kubwa sasa. Sasa ukitaka nikupeleke. Sasa nyingine nataka nikupe. Bwana yule Chidi Suti Bega ndo aliyemfungulia ile biashara yake ya mwanzo inaitwa R&M Skincare Bisha. Wewe subiri nikwambie. Yule bwana mpaka ninavyokuambia sasa hivi mama mko anamdai kiasi cha milioni 250, unalijua? Mtume wapi? 250 na ushahidi na risiti zote. Anadaiwa na anatembea. Anadaiwa na mama mkwe. Mama mkwe ni mpole tu, si mtu wa hivi, hano sana. Hataki mambo ya hivi mitandao hapendi. Umeelewa vizuri? Anadaiwa 250. Na ushahidi upo. Haya nao akisema atoke juu waje kumdai, ataweka wapi sura yake? Kwa hiyo anachokela watu. Ana biashara yule. Kwani anashindwa kulipa hilo deni? Wewe biashara. Wewe una hizo biashara mtandaoni tu. Wewe kuongesha watu suti bure kila siku mchezo. Alafu nikwambia kitu kimoja. Kali. Unajua sio kama kuna watu hawana vitu vyako. Watu wanakuangalia tu pap. Unavyokukuruka style gani? Yeye ilikuwa sana maisha mengine anataka kuoa. Yaani angemwacha yule binti afanye maisha yake. Lakini kwani dada ameanza uchokozi Juma, unasahau kuna nini? Nani kaanza uchokozi? Yeye. Kwa nini kaanza yeye kati Wambea ndio mmekuwa wa kwanza kulivuburua? Ndio imeachana siku nyingi. Lakini Wambea wamekuwa wa kwanza kufukutua. Okay. Wambea walikuwa kwanza kufukutua. Yule dada alishaye kuongea sehemu toka ameachana na Chidi. Hajawahi kuongea. Alishaye kumtusi sehemu. Hajawahi kumtusi. Lakini amesema kweli kwenye asilimia za biashara yake hii anayofanya kuna asilimia 10. Na mikopo anadaiwa na mke wake. Kama mikopo ifuate utaratibu wa kumdai. Anadaiwa mpaka mkopo wa serikali. Alichukua wa Masamia. Kachukua naye katika miongoni wanaodaiwa, naye anadaiwa. Unataka kuniambia nini? Niache mjukuu. Kunywa maji hayo. Nachanganyikiwa. Kunywa maji akushuke. Anadaiwa mpaka na Mama Samia. Au ameona, unajua wanawake wakishaachwaga wanatafuta sehemu ya kwenda kujifanya. Mimi ndo superwoman, nafanya kazi, naenda China, Dubai, niagize mzigo sio nini. Wakishaachwa. Subiri nakwambie. Yule kwanza sio mtu wa mitandao. Ninachompendea sio mtu wa kupenda mitandao. Umeelewa vizuri? Chini ndo kamleta kwenye mitandao. Ndio. Hilo moja. Alafu lingine. Wanapendeza Juma wakivaa suti vile. Sasa ndo hivyo, hakuna mwanamke. Unampigaje mwanamke? Hata wazee wetu walishasema mwanamke anapigwa kwa ufito wa kanga. Mwanamke anapigwa na hela. Mwanamke kutulizwa ni kauli nzuri tu. Mwanamke, Chidi alikuwa mtoto wa mjini. Chidi alikuwa anachukua mahela na tunza. Unakumbuka kwenye shule Aristote? Sijui ni harusi, sijui ni nini. Alikuja pale akatunza mahela ama nini. Mwanamke Chidi ni mtu asifu. Asante. Wewe ongeza dafu. Mimi sinamjua ndugu, nataka nikwambie. Sasa Chidi kabla hawajagombana nimepata taarifa kama sio mara ya 5 yule dada anapigwa, anashuka kondo na anavumilia anabaki. Nikasema Chidi ndugu yangu huyu, wewe ni fundi, mbona unaonekana smart class? Mtu wapi nguvu kama mandonga za kwanza kumpiga mwanamke? Yaani kinachomsibu ni wivu. Alafu kutokujiamini. Ushahidi upo wa video.
Upo. Mwanamke anasema anataka kuziachia. Mwanamke akasema hivi, yani akifanya fyo anaziachia. Sema kwa sasa hivi hataki. Kwa sababu itaonekana nini? Itaonekana kama anatafuta beef. Anatafuta beef kinguvu, na yule mwanamke sio desturi yake. Nikamwambia wewe mzungu.